Wakati Mr. T-Touch akilalamika kwamba kwa wasanii wa Bongo hakuna ambaye anaweza kutoa shilingi milioni 10 kwa ajili ya session moja ya studio, mwenzake Dr. Dre alishalipwa zaidi ya milioni 600 kwa ajili ya session moja tu. Sasa iko hivi, siku chache zilizopita Mr. T-Touch kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika andiko linalosomeka hivi: eti hapa Bongo sasa hivi hakuna msanii anayeweza kulipa milioni 10 kwa studio session, wakati hizi audio wengi tu zimewaingizia hela nyingi na zimebadilisha maisha. Bado producers wakidai haki za msanii anaingilia huku anatokea huku. Bado tupo kwenye kuchonga barabara. Kwa kweli madogo, tuendelee kukaza, lakini ukweli ndio huo. Sasa baada ya kuona ujumbe huo wa Mr. T-Touch, ili ni lazimu kufanya research ndogo kujua kama producers wa Bongo wanalalamika hawawezi kulipwa hata milioni 10. Producers wa nje wanapokea kiasi gani? Katika kupita kwangu nikagundua Dr. Dre alishawahi kulipwa zaidi ya dola za Kimarekani 250. Ukichange kibongo ni zaidi ya milioni 600 hivi na kama 40 kitu hivi, ambazo alilipwa kwa kazi moja. Yani akipiga ile kubum kuba mtonyo umeingia. Lakini sio hivyo, mtu kama Metro Booming alisha kulipwa dola 100, ambao ukichange na yenyewe kibongo ni zaidi kama milioni 200 hivi kama nitakuwa sijakosea. So vitu kama hivyo, nikasema huu ni upande wa producers. Je, wasanii wenyewe kwenye kazi zao huwa wanawekeza kiasi gani? Kuja kufuatilia vizuri nikagundua bwana Lil Wayne alishawahi kuchaji zaidi ya dola 150 kwa ajili ya kuingiza vocals. Sijui itakuwa tumeelewana. Hii na yenyewe ukichange ni kama milioni 200 fulani hivi. Lakini sio hivyo, ukiingia kwa Bibi Rihanna wakati anaandaa albamu yake ya Loud, aliweza kuwalipa watu wa production, nikimaanisha waandishi na watu wote ambao walihusika kwenye production, zaidi ya milioni 130 na kitu hivi kwa ajili ya production yake. Sasa swali lilonifanya nijiulize ni kwamba inawezekana wasanii wa Bongo hawaoni quality nzuri kwa maproducer wa Bongo, ndio maana hawatoi hizo hela, au ni kwamba wana hela za show off, kutuonyesha magari mapya, mandinga makali, lakini hela kuinvest kwenye muziki wao ndio hawana? Sogea kwa upande wa comment hapo chini, alafu uniambie wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na huu mchongo.